majina ninaitwa Dalcy Wanda. Ni ndagĩtarĩ haha Center ya Oncology ya Naikuru. Tutaga wĩra gũkũ kuma May 24th. Mwaka uliopita ndio center hii ilifunguliwa na His Excellency Lee Kinyanjui, the Governor of Nakuru. Role yangu ni kuweza kuona wagonjwa wote ambao wanakuja katika center hii, kuhakikisha kwamba tumejua kansa yao ni ipi, kuhakikisha kwamba tumefanya ile inaitwa staging. Staging inamaanisha kuwapeleka kwenye picha kuonyesha ugonjwa umefika wapi. Itatusaidia kujua matibabu ni yapi. Kitegemea kila stage na matibabu tofauti. Mwanzoni tulipata wagonjwa wengi sana ambao wengine walikuwa nyumbani tu kwa sababu ya shida ya kuweza kusafiri mbali. Hawakuwa wanaweza kwenda kupata matibabu. Tunapoingia utaona hizi ni meza. Hapa ni reception. Hapo ndio wagonjwa wanaandikishwa majina yao na wanatumwa kuweza kupata file. Wakitoka hapa wataingia room next ambayo ni ya triage. Triage inamaanisha wanapimwa pressure, wanapima temperature yani joto lao, na wanapima pia kilo. Kumbuka dawa zetu za chemotherapy zinaenda na kilo, urefu wa mtu na kilo zake. Alafu sasa anafika kwa daktari. Hapo kwa daktari tutaweza kufanya investigations kama kupima damu, tutamtuma kwa damu, kupiga picha, CT scans, MRI, kujua stage ni ipi. Alafu pia katika hii room ndio tunaandika dawa ambazo tutaweza kumpa chemotherapy regime. Siku ile anakuja kwa ajili ya dawa, ataenda kwa reception kwanza, alafu ataingia katika hii room ambayo iko na hivi viti. Hivi viti vimeweza kuwekwa ambavyo ni comfortable, ni viti ambavyo havitachokesha mgongo, pia vinaweza kuinua miguu kwa sababu mgonjwa atakaa hapo labda atafika saa 2 na labda atatoka saa 11. Room hii ni ile ambayo niliweza kutaja ya pharmacists. Pharmacists wana mix dawa. Mashini hii inaitwa Laminar Flow. Laminar Flow ni mashini ambayo inahakikisha kwamba daktari ambaye anachanganya dawa anakingwa asiadhiriwe na harufu za dawa hiyo. Pande hii nyingine ni room ya watoto. Ukiangalia kwenye ukuta kuna cartoons. Hii kufanya watoto wahisi starehe wanapokuwa hapa. Room zetu zote za chemotherapy zina TV. Hivi wagonjwa wanaweza kuwa entertained wakiendelea kukaa na sisi. Tuna provide chai ya asubuhi na pia lunch kwa ajili ya wagonjwa ambao watakuwa pamoja nasi wanapoendelea na matibabu. Wagonjwa wote ambao wanakuja katika center yetu wamehakikishwa kwamba wako na cancer. Wengine labda ni suspected, inafikiriwa kwamba ni cancer, lakini haijakuwa confirmed, haijathibitishwa kwamba wako na cancer. Kujua kwamba uko na cancer si jambo rahisi kukubali. Kwa hivyo wengi wanaingia katika ile kukataa, kugani ndire na cancer, ndirenda gũthondekwo, ndirenda gũthiĩ mũciĩ, ndirenda gũka thibitarĩ. Kufanya kazi katika kituo hichi si rahisi kwa sababu mara nyingi unakutana na watu ambao wameshuka moyo sana. Kwa hivyo hata wewe kama daktari kuna wakati unahisi umechoka kihisia kwa sababu umedeal na emotions, umetia mtu moyo sana. Ni rahisi kubeba yale ambayo unapitia hapa na kupeleka nyumbani. Kwa hivyo tunahakikisha tuko na hiyo self care. Alafu pia kuna yale ambayo mimi nafanya kama mtu binafsi, kuhakikisha napumzika vizuri. Kuhakikisha kwamba mambo ambayo ninapenda ninaendelea kuyafanya. Kwa sababu ikiwa nitaacha kufanya yale ambayo ninapenda, basi hata mimi nitashuka moyo. Jambo ambalo limekuwa gumu sana kwangu nikiwa hapa ni kutuma wagonjwa kwenda kufanyiwa radiotherapy. Kenya, hospitali ya serikali ambayo iko na mashini za radiotherapy ni moja, Kenyatta. So nyakati nyingine unaangalia mama au mgonjwa ambaye ako mbele yako, hata fare kutoka labda pahali shilingi 20 kufika hapa hajakuwa nayo. Labda anatembea, anakopa. Sasa inafika pahali ambapo unajua matibabu ambayo anahitaji ni Nairobi. So kuangalia huyo mgonjwa kwenye jicho na kumweleza sasa unahitaji kwenda Nairobi imekuwa jambo gumu sana. Center hii ni tofauti na labda huko casualty. Unaona mgonjwa labda mara moja na hutamuona tena. Hapa mgonjwa atakuja labda every 3 weeks. Unajua wazazi wake, unajua familia yao, unajua challenges zao. Mnakuwa kama familia moja. Kwa hivyo kama tu familia wakati mnapoteza mmoja ni pigo na inatuathiri. Kwa hivyo hiyo huwa ngumu sana tunapopoteza mgonjwa kwetu. Yale ambayo yanafurahisha ni kwamba tuko na cases za wale ambao labda alikuja na uvimbe mkubwa sana kama lymphoma. Tulikuwa na msichana wa miaka 12. Alikuja na uvimbe mkubwa sana ambao inaitwa lymphoma. Na tuliweza kumpatia dawa na uvimbe ukarudi vizuri na anaendelea vizuri yuko shule. Kesi zingine ni za wale ambao wanakuja na cancer of the breast. Inajulikana mapema, mnafanya surgery, mnafanya chemo, mnamtuma radiotherapy. Baada ya hapo mkipiga picha unaona hana cancer. Hiyo inapatia shangwe sana.
Lakini wakati unapoteza mgonjwa, kwa hakika si rahisi. Ni jambo ambalo linaumiza sana.